Azuma. Je, hili neno ni geni kwako? Azuma. Azuma imekuwa ni dawa maarufu sana nchini kwetu. Ndio maana hata kwenye comment utaona baba, nenda na azuma za kutosha. Mwana, je, umeandaa azuma za kutosha? Hapo ni hatari. Azuma imekuwa ikitibu ugonjwa wa UTI ambao umekuwa ukiwasumbua sana watu wengi hapa nchini kwetu. Je, UTI ni nini? Ngoja ninywe maji kwanza kidogo. UTI ni kifupi, kirefu chake ni urinary tract infection, maambukizi ya njia ya mkojo. Maambukizi ya njia ya mkojo yanasababishwa na bakteria wanayoitwa E. coli. E. coli makazi yake ni sehemu ya njia haja kubwa. Kwa nini kule hawana madhara? Kama tujuavyo, mwili wa mwanadamu una bakteria wengi sana ambao wanakuwa ni normal flora. Normal flora ni bakteria ambao hawana madhara wanapokuwa kwenye mwili wa mwanadamu, ila huleta madhara pale tu endapo wanatoka eneo ambao walolizoea na kwenda sehemu nyingine au sababu za kibiolojia. Hawa E. coli wanapotoka kwenye njia haja kubwa na kwenda kwenye njia haja ndogo ndio husababisha ugonjwa wa UTI. Huathiri sana njia ya mkojo, urethra, kibofu cha mkojo pamoja na figo, hasa tu pale ndo tunapoelekea kwenye UTI sugu. Dalili zake ni mojawapo kama ikiwa kukojoa mara kwa mara, kukojoa mkojo wenye harufu hadi kukojoa damu, maumivu karibu na tumbo, chini kidogo, pamoja na mambo mengine. Mimi lengo kubwa ilikuwa ni kuelezea hii azuma ambayo kirefu chake ni azithromycin. Azithromycin ndio dawa ambayo tunaitaga sana azuma, lakini watu wengi hawajui. Katika dawa kuna dawa nyingi sana ambayo kiutaalamu huwa tunaita generic pamoja na brand. Tukizungumza generic ni asili ya dawa, tukizungumza brand tunazungumzia biashara. Kwa nini? Azuma ni jina la brand tu, japokuwa watu wengi tumelizoea, lakini hapa nchini kwetu ni maarufu kama azuma. Lakini ukitoka hapa, labda unaweza ukaenda nchi jirani au nchi nyingine huko za magharibi, ili neno azuma ukalikosa, lakini utakuta kitu kinachoitwa azithromycin. Azithromycin ndio dawa ambayo tunaiita azuma. Hata hapa Tanzania kuna dawa kama zinaitwa Zaha, Azitro, zote hizo ni hizo azuma. Sema tu kwa sababu azuma ni brandi kubwa ndio maana imekuwa maarufu, lakini mtu usishindwe kutumia dawa yoyote ambayo ni azithromycin kisa tu hujapata azuma. Napozungumzia azuma ni brand, maana yangu ni kwamba wote wametengeneza dawa ambayo ni azithromycin, lakini kila mtu ana kampuni yake, kila mtu ana jina lake. Ndio haya mabrand wanaoyaita kama azuma, Zaha na Azitro. Bwana, UTI inaweza ikakusababisha madhara makubwa ikiwepo kufeli kwa figo na mambo mengine. Kwa hiyo unapopata huu ugonjwa hakikisha umefika moja kwa moja hospitali au kwa wataalamu zaidi uweze kupata tiba. Tiba yake ni rahisi zaidi hasa pale utakapoiwahi. UTI bwana imekuwa maarufu sana, lakini waathirika wengi wamekuwa ni wanawake. Kwa nini? Wanawake wanaathirika zaidi kwa sababu ya njia zao za uzazi zipo karibu, kwa sababu kutoka sehemu ya njia haja kubwa ambapo ndio wapo hawa normal flora wa E. coli na kwenda kwenye njia haja ndogo kuna ukaribu zaidi kuliko kwa wanaume, japokuwa wengi wanahisi ni ugonjwa wa zinaa. Hapana, UTI si ugonjwa wa zinaa. Kwa hiyo hupatikana sana kwenye kujamiana, ndiyo, kwa sababu kuna viashiria vingi vinaweza vikasababisha hawa E. coli kuwatoa kwenye njia haja kubwa kuwapeleka kwenye njia haja ndogo. Hata tunapoenda washroom, nikimaanisha chooni, huwa pia usafishaji unakuwa si mzuri. Kwa hiyo tunashauriwa kitaalamu zaidi, tumia maji mengi unapojisafisha, na ikiwezekana safisha kuanzia juu kwenda chini, sio kutoka chini kwenda juu. Maana yangu ukitoka chini kwenda juu utawapandisha wale bakteria, lakini ukitoka juu kwenda chini utawashusha wale bakteria tena kwa maji mengi. Na hakikisha tunywe maji ya kutosha. Kama mimi ninavyokunywa maji, ndio tutaweza tukaudhibiti ugonjwa wa UTI. UTI inatibika bwana.